Hadithi yetu inaanza mwaka 1997 Rishikesh, Uttar Pradesh. Hapa tunakutana na mwamba anatambulika kwa jina la Vicky. Leo anafika kwenye shughuli ya rafiki yake mmoja aliyekuwa anatambulika kwa jina la Vidya. Hawa ni watu ambao walikuwa wanapendana sana toka wakiwa watoto wadogo, lakini leo inasemekana kuna mwanaume ambaye kafika bei anatamani sana kufunga ndoa na bimdada Vidya. Hasa huyu Vicky alikuwa hana kazi ya maana sana. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kuwapaka watu ina, hususan wakiwa katika sherehe nzuri kama hizi, sherehe za kifamilia ama sherehe za ubwabwa. Sasa Vidya pamoja na Vicky akaweka mipango ya kuharibu kabisa huu chumba. Mchizi baada ya kumchora bimdada Ina akaamua pia kuandika jina lake. Bwana harusi baada ya kuona akasema, hapana, haiwezekani, Vicky ndio nani? Jamani, mimi hapa mnisamee sana, nimekula tu sahani mbili wala sitaendelea. Hapana, hapa tuzungumzii chakula ulichokula, bali ni kwa nini umechora jina lako katika kiganja cha mke wangu. Jamani, we niamini tu, mimi wala sina mahusiano na huyu binti, nilishawahi kulala naye siku mbili tu. Kumbe ulishawahi kulala naye? Babake na Vicky anasema hapana, aliwahi kulala naye darasani kipindi ambapo alikuwa ni watoto wadogo. Bwana harusi huyo bwana akasema, mimi basi kama ni hivyo sitakubali kabisa kufunga ndoa na huyu mwanamke, nyinyi tafuteni mwanaume mwingine wa kufunga naye ndoa, mimi sihitaji kuwa spare tile. Akaondoka. Babake na Vidya akachanganyikiwa sana, kwani yeye katika maisha yake alikuwa anatamani sana binti yake aje kuolewa na afisa wa serikali, na huyu jamaa aliyeondoka anasemekana alikuwa ni mwanasheria. Sasa itakuwaje? Lakini hapa babake na Vicky pamoja pia na mama yake na Vidya wakapendekeza ni bora tu hawa watu wawili wakafunga ndoa, ukizingatia pia ni watu wanaofahamiana, huenda ndoa yao ikawa ni nzuri sana. Babake na Vidya akasema basi kama ni hivyo, je, we baba yake na Vicky una uwezo wa kuandaa hii shughuli? We usijali kabisa, yaani itakuwa bonge moja la shughuli, watu wengi watahudhuria, lakini pia hata matarumbeta tutaleta. Vicky pamoja na Vidya wakafurahi sana, kwani huu ulikuwa ni mpango wao mzuri ambao leo umeweza kufanikiwa. Eneo lenyewe la shughuli bwana lilikuwa limeandaliwa na kigogo mmoja ambaye yeye aliamua kutengeneza eneo ambalo watu waliokuwa wanapendana, watu ambao walikuwa wanatamani sana kufunga ndoa lakini walikuwa hawana kabisa uwezo wa kupata pesa, walikuwa na uwezo wa kufika ndani ya hili eneo na kuweza kufunga ndoa, lakini pia gharama zote alikuwa analipa huyu jamaa. Kama hiyo haitoshi, hata sehemu ya kuweza kutumia usiku wao wa kwanza mwamba alikuwa akaandaa vyumba maalum kabisa. Basi jambo linapita, wangwana wakafurahi sana. Usiku huu wa leo mashamshamu yakawa ni mengi, tena yalikuwa ya kutosha. Mwamba anampatia tiketi mbili mwanadada na kumweleza kesho asubuhi na mapema tutaelekea Goa kwenda kufurahi, lakini wakati wa asubuhi baba mkwe anawapatia tiketi mbili, anawaeleza inabidi mwelekee sehemu moja inayotambulika kwa jina la Vaishno Temple. Hii ni sehemu ambayo kila mwanandoa mpya ndani ya familia yetu ni lazima aelekee kwa lengo la kwenda kufanya maombi, hivyo ninawasihi sana nanyi mwelekee ndani ya hilo eneo. Vicky pamoja na Vidya wakasema haina noma, hawa waungwana wawili badala waende kule ambapo walikuwa wameagizwa, bali wao safari ikawapeleka mpaka Goa kwenda kula bata. Wanafika, mchizi anapiga simu, anawasha redio ambayo ilikuwa naimba nyimbo za dini, anamweleza baba yake tayari tumeshafika tempo. Baba anasema na mimi mniombee, lakini pia msisahau kupiga picha. Mzee wala usijali bwana. Basi mashamsham pamoja na shughuli nyingi zikaendelea ndani ya hili eneo. Mwamba usiku tu wa kwanza anamweleza mwanadada, mimi na bonge moja la wazo, tazama hili gazeti linaonyesha wanandoa wa kizungu ambao walitrendi sana ndani ya hili eneo la Goa baada ya video yao ya faragha ambao walikuwa wamerekodi usiku wao tu wa kwanza wa honeymoon kuweza kuvuja. Hivyo Vicky anamweleza Vidya, nasi turekodi video ya faragha ili baadaye ije kutusaidia kama endapo tukigombana basi tuna uwezo wa kuiweka, na hii ikatukumbusha moment ya furaha ambayo tulikuwa nayo kwenye maisha yetu. Vidya akamwambia, wewe ni kijana mjinga sana, ni kwa nini unapendekeza mambo ya kijinga na ya kipumbavu kama haya? Hakika sikuamini macho yangu kama ninaolewa na mwanaume mpumbavu kama wewe. Dada akaondoka kwa hasira, lakini anashangaa baada ya kutoka upande wa nje anakutana na wazungu akiwa anajiachia sana. Kila mwanandoa alikuwa anapiga picha pamoja na mwenzake. Mwingine anasema bwana, hizi ni picha ambazo zitaendelea kutukumbusha momenti nzuri sana ambazo tumeweza kuzipitia tena zenye furaha kwenye maisha yetu. Vidya baada ya kuona hivi akaona huenda wazo la mwamba likawa sio baya sana. Akarudi kwa mshikaji na kumweleza, chukua basi kamera uanze kunirekodi. Basi bwana bimdada akajiachia sana mbele ya mshikaji. Siku hii ya leo viuno vyote 75 akaamua kuvifungulia, yaani show ilikuwa ni pambe sana, si unajua tena bwana, walikuwa wako live. Baada ya kumaliza safari na warudisha mpaka nyumbani, wanashangaa baada ya kufika baba akawa anawaka sana, anasema wewe inakuwaje unarekodi video mbaya kama zile ambazo hazifai kabisa katika jamii? Mwamba akapiga magoti akasema, baba unisamee sana, mimi
mimi wala sikutegemea kufanya kama hivyo. Mzee anasema unazungumza nini? Mimi naongea na dada yako huyu Chanda. Basi Viki akavurugwa sana, lakini pia akashukuru Mungu, akaanza kumwakia dada yake. Anamuuliza kwanza, umerudi lini? Chanda anasema tumerudi wote bwana. Huyu dada alikuwa ni bimdada wa mjini, moja ndoa alikuwa hataki. Hapa kwenyewe alikuwa katoroka na mwanaume ambaye inasemekana alikuwa ni producer, lakini baada ya kutoroka naye mwanaume yule kagundulika kwamba alikuwa ni muhuni sana, lakini pia alikuwa ni mlevi. Viki na Vidia leo wakati wa jioni wakawa na furaha sana. Bimdada anasema basi hebu iweke CD tuweze kuiangalia tuone vile viuno 75 kweli vilikuwa vinafanya kazi vyote. Wadau wanaanza kuiangalia hii CD huku akiwa anafanya jambo lao. Show ya leo ilikuwa ni pambe sana. Mchizi mpaka wakati wa saa 2 asubuhi alikuwa bado hajaamka, anasikia makelele upande wa nje, wezi wezi wezi, jamani tumeibiwa. Mwamba anatoka anasema jamani tunaamshana vipi? Mambo mtu kaiba kwingine huko, nyinyi mnaanza kupiga makelele. Mzee anasema tumeibiwa kila kitu mpaka mabilika ya umeme. Mwamba baada ya kurudi upande wa ndani anakuta deki haipo wala TV hakuna. Viki akatoka upande wa nje akawa kachanganyikiwa sana, anatambua kabisa ndani ya ile deki ndipo ambapo kulikuwa kuna CD ambayo kuna video zao za faraga. Bimdada anatoka anamweleza bwana CD iko wapi? Sasa Viki akawaza endapo akimweleza ukweli bimdada Vidia huenda akapaniki na akaongea ukweli mzima, lakini pia huenda akashindwa kuvumilia na kuchukua uamuzi wa kutoa uhai wake. Hivyo akamwongopea akamweleze bwana usijali, CD iko salama wala usiwe na wasiwasi wowote. Afande Ladri pamoja na timu yake wanaingia hapa ndani, wanaanza kufanya uchunguzi. Sasa huyo afande alikuwa anapenda sana totos. Baada ya kuingia na kumwona Chanda ambaye alikuwa ni dada yake na mtaalamu wetu Viki, akazimika sana, akatamani kufanya uchunguzi juu ya huu wizi ambao ulikuwa umetokea ndani ya hili eneo. Upande wa Viki yeye akaanza taratibu kuweza kuitafuta ile CD kila kona ya jiji. Safari ikampeleka mpaka kwa muuni mmoja ambaye yeye huwa anauza hizi CD za kikubwa kubwa, yani pilau kwa siri. Mwamba baada ya kuelezwa kuna sahani mpya za pilau ambazo zimetoka Goa hivi usiku wa jana, akanunua sahani zote kisha akaelekea mpaka kwenye ofisi ya mshikaji wake mmoja. Baada ya kufika bwana ana play hivi, unajua tena kompyuta kwake ilikuwa ni ngeni, sauti ilikuwa ni kubwa sana, kila mmoja akashtuka. Rafiki yake anakuja anamweleza bwana, hii sio sehemu ya kuweza kuplay CD kama hizo, mbona nataka unitie majaribuni? Basi unisamee bwana, sehemu ya kumute ni wapi? Mwamba baada ya kutoa sauti akaplay CD zote, lakini cha kushangaza hakufanikiwa kabisa kukutana na CD yake. Viki akiwa katika mahangaiko ya kuendelea kuitafuta hii CD, ghafla anapigiwa simu na mshikaji wake, anaelezwa kuna panga moja ambalo alikuwa anamiliki baba yako lililoibiwa juzi, tumeliona likiwa kwenye mikono ya mtalii kutoka nchini Zimbabwe. Mwamba baada ya kukutana na huyu mzungu akamuuliza ili panga umelitoa wapi? Akamwelekeza sehemu ambapo alikuwa akalitoa. Muuni bwana akaelekea mpaka sehemu ambapo alikuwa akaelekezwa na huyu mzungu. Hasa hili eneo lenyewe kulikuwa kunapatikana wezi pekee. Hili eneo bwana akafanikiwa kukutana na mwamba mmoja anaitwa Basha. Huyu jamaa ndio alienda kuiba nyumbani kwa kina Viki, na kibaya zaidi huyu jamaa leo alikuwa kavalia manguo ya kiafande, hivyo jamaa hakuweza kabisa kumtilia shaka yoyote. Viki jitihada zake pia za kutafuta CD siku ya leo zinagonga ukuta. Baada ya kurudi nyumbani, Vidia anaanza kumbembeleza sana mshikaji aweze kufanya mavituzi, lakini kabla ya kufanya chochote anamweleza bwana, hebu play ile video, ninatamani sana kuviona vile viuno 75. Lakini mwamba akaanza kumpiga chenga mwanadada, mara ingilie huku mara atokee kule. Bimdada moja kwa moja akatambua huenda huyu jamaa kuna jambo akawa ananificha. Vidia akaanza kumfuatilia mchizi, lakini Viki yeye akawa anaendelea kutafuta CD. Lakini huku upande wa afande bwana leo akaamua kumpigia simu bimdada Chanda. Kibaya zaidi akapokea pia mfanyakazi, si unajua tena simu za mezani, na kibaya zaidi yule mfanyakazi pia naye alikuwa anaitwa Chanda. Afande anamweleza Chanda, hakika nimetokea sana kukuzimikia, leo ninahitaji tuonane, uje ofisini kwangu. Mfanyakazi akatambua alikuwa anaelezwa yeye, lakini pia Chanda original naye akatambua huenda alikuwa anaelezwa yeye. Wa kwanza kufika akawa mfanyakazi. Mwamba akaanza kuongea maneno ya mahaba huku akiwa anampatia ua. Mfanyakazi akawa anafurahi sana, anasema bwana, ili dodo la aina gani leo ninapendwa na mkuu wa kituo. Afande akiwa anaendelea kuumaliza moyo wake pasina kuangalia mtu ambaye alikuwa anazungumza naye ni nani bwana. Baada ya kugeuka upande wa pembeni anamwona Chanda original, akaamua kumfukuza yule mfanyakazi na akaanza kutema voko kwa Chanda original. Anamweleza hakika ninatamani sana kukuoa, lakini mwanadada akamkasirikia sana, anamweleza mimi ninakasirika sana mtu akiniambia mambo ya ndoa, kwanza sihitaji kuolewa, lakini pia ninatamani kupata mwanaume atakayenipenda kwa dhati.
Afande akasema basi usijali, mimi niko hapa kwa ajili yako. Kati ya vitu vilivyoibiwa, kitu gani cha kwako ambacho kiliibiwa? Niliibiwa kipochi, lakini kina thamani kubwa sana, endapo kikipata nitafurahi. Afande akasema usijali. Afande bwana akaanza kufanya uchunguzi kwa spidi isiyokuwa ya kawaida. Afande anatafuta nani alikuwa ni mwizi, lakini upande wa Viki yeye alikuwa anatafuta ile CD, na upande wa nyuma Mwamba alikuwa anafuatiliwa na mke wake pasina yeye kuweza kutambua. Leo tena yeye pamoja na yule mzungu ambaye alikuwa ni mtalii, safari ikaelekea mpaka sehemu ambapo inasemekana alikuwa anapatikana mtu ambaye alimuuzia panga huyu mzungu. Mtu huyu baada ya kukabwa anaeleza, mtu ambaye siku ile ninayozungumza naye ndiye mwizi aliyenipatia mimi hilo panga nikaliuze. Kumbe yule jamaa sio askari. Hapana, yule sio askari. Mtu huyu akafanikiwa kumwelekeza sehemu ambapo Basha huenda akawepo kwa sasa. Upande wa pili bwana Basha akiwepo zake rumu akiwa anamsubiri mtu ambaye alikuwa akazungumza naye aje ndani ya hili eneo ili aweze kuzungumza. Anafika mtu mmoja ambaye inasemekana alikuwa anamdai pesa nyingi sana Basha. Baada ya kufika bwana, huyu mama pamoja na jeshi lake wakaanza kumtembezea kifinyo. Mama baada ya kupiga msako kwenye begi la Basha anafanikiwa kukutana na CD. Anamwamsha Basha, anamweleza bwana, hii CD ni ya nini? Basha akawa tayari ameshazima. Bi mkubwa akaamua kuondoka pamoja na jeshi lake. Viki anaingia humu ndani anakuta Basha amezima, lakini kizuri ambacho kilimfurahisha, alifanikiwa kukutana na deki ambayo aliamini ndani yake huenda kukawa kuna CD ambayo yeye alikuwa anaitafuta. Muhuni kabla hajakaa sawa, anasikia maskari polisi na wanafika ndani ya hili eneo. Anaamua kupitia upande wa dirishani, lakini afande anamuaya, anamweleza bwana, mlango ulikuwa hauoni mpaka upitie huku. Bwana afande, nisamee, mimi sijafanya jambo lolote kwenye maisha ya huyo jamaa. Lakini upande wa chini mke wake naye akawa kafika hapa, si unajua tena alikuwa anamfuatilia bwana. Muuni akanaswa akapelekwa ndani ya kituo cha polisi. Mke akawa na saga sana kunguni, asema huyu jamaa mumpige hata miaka 30. Kwanza nimegundua alikuwa ananisaliti. Mke wangu nisikilize, mimi nilienda kule kutafuta CD. CD gani? Wewe ni muongo, nilifanikiwa kukuona ukiwa pamoja na yule mtalii. Kumbe ulikuwa unatembea na wanawake wengine muda wote huo. Afande akasema sasa emleteni TV pamoja na deki tuangalie hii CD, huenda kukawa kuna ushahidi ndani yake. Mwamba anamweleza bimdade, bwana wazuie wasije wakaiplay hiyo CD, hiyo ni CD yetu. CD gani? CD yetu ya harusi ambayo tulirekodi Goa. Bimdada akabaki anashangaa sana, lakini pia kibaya zaidi baba mkwe naye alikuwepo, lakini pia hata wifi naye alikuwepo. Bwana hii CD wanaanza kuiplay. Ladri anasema ongeza sauti. Afande, usiongeze sauti bwana, kuna filamu zingine ni za kuangalia kwa sauti ya chini. Mchana wote tuweke sauti kubwa, wanataka tujaze watu ndani huko. Baba anasema zima, hebu zima, mimi sihitaji kuendelea kuangalia. Ni kitu gani hiki video? Ni kitu gani hiki ambacho tunakishuhudia? Baba bwana tusamee, sisi tulikuwa zetu Goa. Hapana, hapa sio Goa. Huyu mtu hawezekani akawa katoka Goa, huyu ana mustachi mkubwa kama huu. Dada akagundua hii ilikuwa sio CD ambayo walikuwa nadhani ni ya kwao, akaondoka kwa hasira. Viki akaona hawezi kuendelea kukaa ndani ya hili eneo, akasuka mipango, akafanikiwa kutoroka. Anaenda kukutana na Vidya, anajaribu kumwelekeza, lakini bimdad akawaka sana, anamweleza hili ni wazo lako ambalo ulipendekeza eti tukigombana tuwe tunatazama. Sasa hebu angalia, ngoja tu nikueleze jambo moja. Katika maisha mwanamke, heshima pamoja na thamani ni kitu muhimu sana. Endapo akikosa hivyo vitu, basi kunakuwa hakuna umuhimu wowote wa kuendelea kuishi duniani. Hivyo kwa jambo hili ambalo limetokea mimi na wewe, kuanzia leo bora kila mmoja apite njia yake. Viki alibembeleza sana, lakini Vidya ndio hivyo, alishaamua anaondoka, anamwacha msela. Muuni wa kazi aliondoka kwa hasira sana, hivyo akatambua kabisa thamani ya maisha yake kwa sasa hayana umuhimu wowote. Siku zote alikuwa anaamini penzi lake pamoja na Vidya ndio kitu pekee ambacho anakihitaji kwenye haya maisha. Sasa kuna umuhimu gani wa kuwepo kama penzi lake ambalo alikuwa analiamini leo amelikosa? Muuni anaiaga familia yake, kisha safari inampeleka mpaka katikati kabisa njia ya gari moshi. Anafika, anasimama, anaona leo liwalo na liwe, lakini gari moshi lilipokaribia, bimdada akafika akamtoa. Anamweleza unahitaji kufanya nini? Unahitaji uondoke, kisha na mimi uniache na nani? Viki anasema niliogopa sana hakika kwa yale maneno ambayo ulikuwa umeyazungumza, mimi sitaweza kuishi bila wewe. Vidya anasema usijali, basi tutajitahidi sana kujaribu kusolve hili tatizo. Ninachokuomba tu hakika usije ukafanya wala kuwaza kufanya jambo kama hili. Mzee leo anapigiwa simu na mtu asiyejulikana, anaelezwa bwana, nina video zako chafu, hivyo ninahitaji uje maeneo fulani wakati wa usiku na kiasi cha rupia 200,000. Endapo usipofanya hivyo, jua jamii yote itaelewa wewe pamoja na huyo mtu wako mna maumbo ya aina gani. Babake na Viki akawa nawaza sana, hizi video ni nani ambaye alinirekodi, lakini pia nilikuwa nafanya ile jambo na nani? Anakumbuka usiku mmoja alimwangukia mfanyakazi wake, kisha huyu mfanyakazi akamng'ang'ania na kuanza kumpiga mabusu mzee. Mzee huyu akadhani huenda kuna watu walirekodi hili tukio.
Lakini pia kibaya zaidi, mtu mwingine kijana wa yule mama akapiga tena simu nyumbani kwa kina Viki leo, akapokea video pamoja na chanda. Si unajua tena simu ya mezani. Jamaa akasema, bwana, nina video yako, inahitaji uje maeneo fulani wakati wa usiku na kiasi cha rupia 200,000. Endapo usipofanya hivyo, jamii yote itaelewa ni kitu gani ambacho umekifanya. Vidi anaelewa huenda wakawa wana ile video yao, lakini pia chanda naye ana mambo mengi, alishawahi kufanyaga mauchafu mengi sana huko nyuma, akatambua huenda hawa jamaa kweli wakawa na video zake. Sasa hizi pesa watazitoa wapi? Chanda yeye akaamua kumpigia simu yule afande na kumweleza ana shida na kiasi cha rupia 200,000. Afande akamuuliza kijana wake, wewe una rupia 200,000 hapo? Akasema, mzee, ninazo, nimeandaa kwa ajili ya kufunga ndoa yangu. Ladri anamweleza mwanadada Chanda, usijali, tuonane na mimi nitakupatia hicho kiwango cha pesa. Upande wa Vidya yeye akaenda kuzungumza hili swala pamoja na Viki na kumwelezea kila kitu. Sasa kipindi ambacho alikuwa anafanya haya mazungumzo, baba naye akawa anasikia, akawa anajiuliza, hawa wanangu wametambua vipi kuhusu hii video ambayo mimi nilirekodiwa pamoja na mfanyakazi? Hakika hawa watoto wana upendo mkubwa sana kuhusu mimi. Basi ngoja nijitahidi niweze kutafuta hicho kiwango cha pesa ili niwapatie waende wakaichukue hiyo CD. Baba anafanikiwa kuwapatia kiwango cha pesa ambacho alikuwa anahitaji wale jamaa. Anamweleza mtaalamu wetu Vidya pamoja na Viki, wanangu, mjitahidi sana mwende mkaichukue hiyo CD, hakikisheni mtu yoyote asichukue. Japo Viki pamoja na Vidya akawa anajiuliza, huyu mzee kajuaje kuhusu hii CD? Lakini pia pesa zote kama hizi kazitoa wapi? Chanda mtoto wa mjini leo anakutana na Mwamba ambaye alikuwa ni askari polisi. Mwamba alikuwa akaja pamoja na loli kabisa, yaani kafunga mizigo yake yote. Anamweleza mwanadada, mimi nilitambua tu uliponipigia simu ya kwamba unahitaji utoroke pamoja na mimi twende tukaanze maisha mji mwingine. Huyo afande kweli amnazo. Dada anamfokea anasema, mimi wala sikuwaza hayo mambo, hebu nisikilize kwanza. Kuna mtu mmoja ninaamini kabisa aliwahi kunirekodi kipindi cha nyuma ambacho nilikuwaga nina mabalaa mengi. Sasa huyu mtu amenipigia simu anasema na CD zangu za faraga, hivyo ninahitaji hicho kiwango cha pesa ili niende nikampatie anipatie hiyo CD. Afande kwa kuwa alishazama kwenye penzi la huyu binti, japo alikatazwa sana na kijana wake. Anaelezwa, mzee, usimwamini huyu binti, ni Mswahili sana anaonekana huyu. Ladri akamweleza bimdada, usijali, mimi tutaenda wote mpaka ndani ya hilo eneo, twende tukaichukue hiyo CD. Upande wa Basha leo bwana hospitalini anapata pumzi, akawa anahitaji kutoroka ndani ya hili eneo, lakini kila kona walikuwa wamejaa maadui pamoja na maaskari. Mwamba akaamua kuingia umumogu na kuchukua moja kati ya nembo ambayo ilikuwa imeandikwa Cristiano da Costa. Upande wa nje kulikuwa kuna familia ya Cristiano da Costa, anasema, bwana, chukueni mwili wa huyo jamaa tukamhifadhi. Baada ya kuingia humu ndani bwana, wanasoma jina Cristiano da Costa, lakini ndani yake alikuwepo mtaalamu wetu Basha. Basi purukushani za kutoa huku na kule bwana, wakamgonga jamaa mpaka akazimia. Vidya na Chanda wanafika mpaka eneo husika. Sehemu yenyewe bwana ilikuwa ni makaburini. Yule dada pamoja na timu yake nao wanafika hapa kuja kuchukua hizi pesa ili nao waweze kuwapatia CD. Lakini pia familia ya Cristiano da Costa nao walikuwa wanakuja hapa kwa lengo la kufanya mazishi. Bimdada pamoja na timu yake wakajiunga na hii timu, lakini ghafla Bishosti yule akafanikiwa kumwona Vidya pamoja na Viki. Anawafuata anaeleza, nipeni hizo pesa kisha nami nitapatia CD. Lakini huku upande wa pili familia ya Cristiano da Costa walikuwa wanafanya ibada ya mwisho ili waweze kumaliza hili jambo. Ghafla vijana yule bimdada bwana si wakaiangushia CD mle ndani. Wanamfuata bosi wao wanamwelezea hili jambo bwana, bosi akavurugwa sana, lakini pia mtu aliyevurugwa zaidi alikuwa ni Viki pamoja na Vidya. Wanafika pale wanasema CD. Sasa kibaya zaidi, padri ambaye alikuwa anafanya haya mazishi naye anamuita yule jamaa CD, yaani badala ya kusema Cristiano da Costa anataja kwa kifupi CD. Bwana purukushani ikawa ni kubwa sana. Tumishi anasema mfukieni CD, waungwana anasema bwana msifukie, tunataka tutoe CD. I say. Ghafla jeneza likaanza kutikisika na mtu wa ndani akatoka, kila mmoja akapita njia yake. Viki akafanikiwa kuiona ile CD imeruka mpaka juu ya mti, akapanda akaichukua ile CD. Afande pamoja na Chanda wanamnasa Basha pamoja pia na yule dada, bila kusahau jeshi lake, kisha wanaenda kuwafungia katikati kabisa njia gari moshi. Basha akasema, jamani, mimi sijafanya jambo lolote baya zaidi tu ya kuiba gari la Padesi na mle ndani yake ndipo ambapo kulikuwa kuna CD. Upande wa Viki pamoja na Vidya baada ya kuiweka ile CD bwana anakuja kushangaa sana. Ilikuwa sio CD yao ya Goa bali ni CD yao ile ya usiku wa kwanza kabisa wa ndoa yao. Bimdada akaanza kumlaumu sana mchizi, anamweleza kumbe hata siku hiyo ulinirekodi bila hata mimi mwenyewe kujua. Jamaa anamweleza bwana, mimi sitambui jambo lolote, kitu gani kimeweza kutokea. Viki pamoja na afande safari ikawapeleka mpaka kwa Padesi. Baada ya kumchapa vibao viwili vitatu akanyosha maelezo, anasema yule kigogo Sajani lile eneo bwana hatoi msaada wa watu kufunga ndoa,
bali ni eneo lake la biashara, na kila chumba amefunga kamera ambazo huwa zinarekodi video za wanandoa wakiwa wanafanya mavituzi. Kisha mtu huyu huwa anachukua hizi video na kuzituma kwa kigogo mmoja Dubai. Mtu huyu hatukuwahi kabisa kuonana naye kwa sura, lakini inasemekana safari hii atakuja naye ndani ya hizi sherehe. Badri pamoja na vijana wake wakamnasa huyu jamaa ambaye inasemekana ametoka Dubai. Kisha mtaalamu wetu Badri ndiye akajifanya kama yule mwamba kigogo kutoka Dubai, safari ikawapeleka mpaka kwenye hizi sherehe. Kigogo leo akashangaa sana baada ya kumwona binti yake naye yupo ndani ya hili eneo, anahitaji kufunga ndoa pamoja na mchumba wake. Kigogo anapiga kelele, anasema bwana, hiyo haiwezekani, unafungaje ndoa ndani ya hili eneo? Lakini pia mimi mwenyewe sina taarifa. Siku hii ya leo hakuwa na nguvu yoyote, kwani familia nzima ilikuwepo nyuma ya bimdada wakiweza kumsapoti kwa hili jambo ambalo anahitaji kulifanya. Ndoa inapita, wanaingia kwenye vyumba kwa ajili ya kuweza kufanya mavitu. Bwana huyu kigogo akamfuata Viki, anamuuliza bwana, chumba ambacho yupo binti yangu ni chumba gani? Anahitaji kwenda ndani ya kile chumba ili labda akamweleza asifanye chochote, kwani ndani yake kuna kamera ambazo alikuwa ametega. Jitihada za kigogo zinagonga mwamba, lakini Badri akaamua kuondoka na deki ambayo ilikuwa imerekodi matukio yote ndani ya vyumba. Mbio mbio akaelekea mpaka sehemu ambapo kulikuwa kuna kadamnasi ya kutosha. Baada ya kufika hapa, kigogo akawa anahitaji kuweza kuchukua ile CD, lakini pia napo akakwama. Mtaalamu wetu Viki akaamua kuongea ukweli mzima juu ya mambo ambayo kigogo huyu alikuwa anayafanya ndani ya hili eneo. Aibu ikamshuka, lakini pia akakamatwa. Badri kwa hiki ambacho alikuwa akakifanya kikampatia nafasi kwenye moyo wa mtaalamu wetu Chanda. Leo mfanyakazi kwenye nyumba ya kina Viki anaamua kufungasha virago vyake na kuhitaji kuondoka ndani ya hili eneo. Viki yeye upande wake wa pili akawa anaendelea kutafuta ile CD ambayo alikuwa amerekodi pamoja na bimdada katika sehemu ya Goa. Vidi alikuwa yupo pamoja na mdogo wake na Viki ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Gopali. Huyu bwana mdogo kipindi ambacho alikuwa anacheza si akaelekea uvunguni, huku ndani bwana akafanikiwa kukutana na CD. Sasa hii CD walikuwa wameandika jina ambalo Gopali, baada ya kusoma tu bimdada akakumbuka hii ndiyo CD ambayo walikuwa wanaitafuta. Kumbe bwana yule mwamba siku ile baada ya kuiba deki, ile CD ilianguka na kuweza kuelekea uvunguni. Dogo anaondoka mbio upande wa nyuma, anakuja Vidi akijaribu kumzuia. Bwana mdogo anaamua kuirusha ile CD. CD ile bwana inaenda upande wa juu, inadondokea ndani ya traki ambalo ndani yake kulikuwa kuna mizigo ya yule mfanyakazi. Mfanyakazi anaamua kuondoka na ndani yake kulikuwa kuna CD ya mwamba pamoja na bimdada akijaribu kumkimbiza kwa nyuma, anamwambia we simama, simama, lakini gari tayari lilikuwa limeshaondoka. Labda niulize swali tu, je, wewe pamoja na mwenzako mna ujasiri kama huu wa kuweza kujirekodi kipindi ambacho mpo faraga? Anyway, kila mtu ana majibu yake, lakini hapa ndo tunafika mwisho wa hadithi yetu. Na kama umeipenda video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.